Bidada alikuwa anatembea zake mtaani, ghafla akasikia sauti namwambia niangalie mimi. Kwenda ile mahali kitu kwa imefunikwa hivi kimeandikwa free, kufunua hivi akaona ni kioo. Kuna mbona hichi kioo kinanifaa tu, akakiambia twende mwa na kupeleka geto kwangu. Kakibeba akafika mpaka pale chumbani kwake, akatoa ile cover la juu ambako limeandikwa free. Ghafla hivyo wakati amekaa akasikia sauti namwambia niangalie mimi. Kuja kuangalia hivi kwenye kioo, akatabasamu huyo, akasema wao, wewe ni mzuri, wewe ni mzuri kuliko wanawake wote duniani. Akaanza pale akaweka pale vipodozi bana, aanze kujipamba pale, akachukua chana, akaanza kuchana nywele taratibu, huko anacheka, anaangalia kioo direct, anasema huku kioo kinaendelea kusema niangalie mimi. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mpaka siku ya 4 ambapo mamake akaja kumcheki sasa, maana anapigiwa simu apokei. Mamake yuko anakuja, Lauren, wewe mtoto nakuita usikii, nakupigia simu zangu upokei kwa nini? Lauren. Maka sema ngoja nimfuate. Mwana mtoto vipi? Akamsogelea mpaka hapo. Anamgusa, wewe Lauren, sinakuongelesha lakini. Lauren. Maka sema hichi kiondo ndo kinampa kiburi. Akachukua blanketi pale kitandani. Akarushia pale kwenye kioo kikaziba. Na Lauren ndo anazinduka sasa. Anamuuliza, "Mam, umefikaje hapa? Imekuwa kwaje huko hapa?" Akamwambia, "Mimi nakupigia simu tangia juzi, unipokelei. Nafika hapa yenyewe nakuita utaki kunisikia kwa nini?" Lakini sasa bahati nzuri au mbaya, ile blanketi katoka kwenye kioo pale. Sauti katoka tena kwenye kioo inasema, "Niangalie mimi, niangalie mimi." Na mama mtu naye akaingia kwenye mtego. Wote wakakaa wanaangalia kwenye kioo, akasema, "Sisi ni wazuri."